Kwamba ni siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mwelekezi wangu ni bwana Alex Mongare. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi. Na tukianza taarifa zetu kwa taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu zaidi kutoka kaunti ya Migori ni kwamba naibu wa mkuu wa wafanyakazi katika ikulu ya taifa la Kenya anayehusika na usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya serikali, Eliud Owalo, anaongoza ukaguzi wa miradi mbalimbali ya serikali katika kaunti ya Migori, na baadhi ya miradi aliyokwisha kukagua ni pamoja na barabara ya Ngege Mabera katika eneo bunge la Suna East ambayo imekamilika kwa takriban 20% huku ujenzi ukiendelea. Aidha, amekagua ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Mabera katika kaunti ndogo ya Kuria West pamoja na ujenzi wa soko la Kegonga katika eneo bunge hilo hilo. Kabla ya hapo alikuwa amekagua pia ujenzi wa uwanja wa michezo wa Migori na anatarajiwa pia kukagua miradi mingine ikiwemo ujenzi wa barabara za Uriri, Rongo na Nyatike. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imewasilisha ripoti yake ya mwaka katika makao makuu yaliyopo katika jengo la Integrity Center jijini Nairobi. Katika shughuli hiyo, tume hiyo imetoa muhtasari wa kazi ilizotekeleza kwa kipindi cha mwaka huu, miezi 12 ambayo imekamilika, ikijumuisha uchunguzi wa kesi mbalimbali, ufisadi mbalimbali, hatua zilizochukuliwa dhidi ya maafisa wanaodaiwa kukiuka maadili ya utumishi wa umma, pamoja na juhudi za kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika taasisi za serikali. Ripoti hiyo pia inaangazia mafanikio, changamoto na mapendekezo ya tume hiyo kuhusu namna ya kuendesha vita dhidi ya ufisadi nchini. Mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa tume, wadau wa sekta ya haki na utawala pamoja na wanahabari, na hebu tupate kusikiza ni kipi kile ambacho kiliendelea katika hafla hiyo. That need to be refined so that it works to the best of its intentions, but it is an area that we as a commission would like to emphasize that we want this initiative to succeed. These reforms, and among others, affirm a simple truth that when policy and legal environment is strengthened, the fight against corruption gains real momentum. The Commission itself has taken decisive steps to reinforce institutional integrity and impact. One is the strengthened collaboration and partnerships. The Commission continues to broaden its engagement with state institutions, the private sector, civil society, the media, and international partners. Platforms such as the Kenya Leadership and Integrity Forum, generally known as CLIF, have enabled diverse actions to align around a common integrity agenda, and I can say that we are getting closer and better collaboration with various partners, both locally, within government, and other institutions. Youth engagement and innovation is another area. Recognizing young people as the engine of national transformation, the Commission has scaled up youth integrity dialogues and embraced digital platform to amplify their voices. In the recent past, we were in Kirinyaga University discussing the engagement of youth in anti-corruption and integrity, and it was a very engaging experience. Then we were in Egerton, also another one, and the theme for our International Anti-Corruption Day, which is taking place tomorrow, is also around. Na kwingineko ni kwamba ambaye ni naibu katibu mkuu wa Kenya National Union of Teachers
Esbon Otieno amewahimiza walimu wakubali na kutumia bima ya afya ya SHA, akisisitiza kuwa ina faida nyingi zaidi ikilinganishwa na bima ya zamani ya Minet. Ametaja kwamba mfumo wa matibabu wa SHA umeboreshwa ili kuhakikisha walimu wanapata huduma bora na zinazokidhi mahitaji yao. Muhimu ni kama serikali inachukua pesa ya walimu, lazima nao walimu wapate quality services kutoka kwa serikali kupitia hiyo Public Officer Medical Scheme Fund. Na hiyo ni jambo kama union, we will always follow up leadership of all the branches 110 Kenya mzima. Kukiwa na jambo lolote ambalo mnataka tujue ili tuweze kufuatilia, msisitasite, tupigieni simu. Our lines are open. Tuna ofisi ambayo tumefungua pale National Office ambayo inashughulikia hiyo mambo. Kila malalamishi tunapata, tunaongea moja kwa moja na Social Health Authority, na pia tunaongea moja kwa moja na Teacher Service Commission. Na tukisalia katika masuala ya walimu na elimu, ni kwamba walimu wa Kobet tawi la Nandi wanaitaka serikali kutengeneza sera itakayowapa uwezo shule za sekondari za msingi kujisimamia zenyewe badala ya kusimamiwa na shule za msingi. Kwa mujibu wao, walimu wa JSS wamekuwa wakihitaji uhuru huo kwa muda mrefu ili kusaidia kuendelea na kukuza taaluma zao. Have been agitating for their own autonomy or independence. We've been solving so many issues at JSS level, which is domicile in primary school, and that autonomy will bring peace and harmony in those schools. Autonomy hii au kujitawala huku kutasuluhisha tatizo ambalo serikali limekuwa likipigana nalo kwa muda mrefu, swala la stagnation ya walimu. Walimu wengi wamekaa katika kitengo fulani kwa zaidi ya miaka 10, hakuna promotion. Kwa hivyo tunapofungua hizi sehemu, tunakuwa na JSS, tunakuwa na senior, unapata kwamba wale ambao watapelekwa kuwa viongozi wa mashule katika hiyo JSS, basi itakuwa na nafasi yao ya kuweza kusonga daraja ya kicheo kutoka labda ile C4 to C5 na kuendelea juu. The retooling of classroom teachers, I want to believe that all that is geared towards preparing the staff, the teaching staff in several schools across the county, across the country, to receive the grade 10 students in January. Na kwingineko, tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC imetaja kuwa chaguzi ndogo zilizofanyika wiki mbili zilizopita zimedhibitisha utayari wake kusimamia uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 licha ya changamoto za kiusalama zilizojitokeza katika maeneo tofauti. Makamishona wa tume hiyo wanakutana na washikadau kujadili mafanikio na changamoto za chaguzi hizo za Novemba 27 mwaka 2025, huku wakitoa ripoti kamili ni yapi yale ambayo yaliendelea na bila shaka yapi yale ambayo wanapanga kuyafanya ifikapo mwaka 2027. Hebu tutazame ni kipi kile ambacho kilijiri katika mkutano huo. Purpose for which this commission exists. If I had to summarize the last 12 months, which is the reporting period, it would be a year characterized by both resilience, strategic growth, and focused execution. It was a period of transition, straddling beyond one administration, which is 2 administrations. Looking back today, I'm proud of the successes we have realized as a commission in the period under review. The past year has not only tested our resolve, but also proven our impact. I am pleased to highlight some key areas where we have not only stood firm, but advanced all the areas that are supposed to be, and we uploaded all the result forms in that public results portal. And Kenyans who cared, Kenyans who are following keenly, were able to access those results in a timely manner. So as I said, the security minimized incidences of disruption, and generally the exercise went on smoothly.
Of course, we as IBC also suffered some incidents in the course of those incidences in places like Mbeere North, Kasipul, Narok Town, Kabuchai Chwele, Malava, Nyansiongo, Kerenyo, and Fafi. There were incidences where even our poll officials, our officers were assaulted. And we condemned these incidences of assault not only against our officers but also against the general public. We also witnessed vandalism and destruction of election materials. All these incidences were reported, and I think they are being processed by the National Police. We had situations where some 6 polling stations were affected by this kind of incidences of assault and vandalism. Voter bribery and impersonation, we cannot bury our heads in the sand. Bwana Musabu. These things happened, and something must be done about them. Interference by organized groups. We've spoken about that issue of mobilization of goons. And for this by-election, I don't know whether it will happen in the general election. We witnessed some people called super agents. We need to find a dictionary definition of super agent, what these super agents are. Yeah, we had super agents. Most of them were sitting members of parliament or senior politicians in opposition. And the challenge around this super agents business is that when these people show up in a small polling station in Nyansiongo, Kerenyo, or somewhere, they overrun the polling station because they will come in accompanied by their so-called supporters, who is another category of super agents, but they are not the face of it. And we saw that had a very disruptive impact on the manner in which the polling was progressing. Because we opened our polling stations early in the morning at 6. By around 10, 11, when these super agents show up with their bunch of supporters, making noise and all that show of might and strength, then it disrupts the manner in which the peace around our polling station. So that's one of the things that we witnessed, and something must be done about it if this phenomenon will exist beyond the by-elections. So in terms of our successes, we would like to extend our gratitude future, but you will help us as a media and as responsible citizens to dispel any kind of disinformation around that. Kim's kit, technology works. So please support us as we improve on technology to make sure things are efficient and transparent. The portal, public portal, is actually supposed to be for verifiability, transparency and verifiability. I know there's a debate going on. Hit IBC so hard and make it look so bad, and citizens stay away from that bad IBC, then you still come and blame the same IBC. So we need as Kenyans to think and reflect about what are we doing to democracy in our country. Are we building that democracy, or are we directly or indirectly undermining that democracy by whatever we say, whatever we do, and how we act? So what happened is a big problem, and it did not start with these by-elections. Those of you who have been in this field long enough know. 2017, the voter turnout was 78.9%. 2022, the figures came down to 64.4%.
Hicho ni kikao ambacho kilikuwa kinaendelea katika pale Nairobi ambako IEBC ilikuwa inatoa ripoti zake. Na kwingineko ni kwamba Kenya imejiandaa kuchukua nafasi ya kuongoza dunia katika kuadhimisha mwaka wa kimataifa wa maafisa wa kujitolea kwa ajili ya maendeleo endelevu mwaka 2026. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa kongamano hilo katika jengo la Umoja wa Mataifa Gigiri, Nairobi, katibu wa idara ya maslahi ya jamii na masuala ya wazee Joseph Mutari alibainisha mageuzi makubwa yaliyowekwa Kenya katika nafasi hiyo ya uongozi, yakiwemo sheria ya ulinzi wa jamii mwaka 2025 na sheria ya watu wenye ulemavu mwaka 2025. State Department continues to strengthen flagship programs that rely heavily on community engagement and volunteer support. One such program is our Inua Jamii Cash Transfer, where caregivers and community volunteers play a central role in identifying vulnerable households, supporting registration and enrollment, and ensuring that beneficiaries remain connected to essential services. Na tukitamatisha taarifa zetu tukiingia katika spoti ni kwamba timu ya Camel Park Rangers jana ilikabiliana na Osasa katika uwanja wa Nyanturago ambako KPR ilishinda kwa goli 1-0. Baada ya mchezo huo, makocha wa timu hizo mbili walitoa maoni yao kuhusu matokeo na utendaji wa wachezaji wao. Kirudi kwa mazoezi itabidi niangalie zile weaknesses nimeangalia upande wa siku ya leo, nijaribu kuwako na hizo weaknesses, alafu nikienda game ambayo itakuwa weekendi, I promise kwamba tutatoka na ushindi hata kama itakuwa ni away. So hii timu ya Camel Park Rangers ukiangalia kuna wachezaji wengi ambao nimewasajili wageni wameingia, ndio mwanzo tunajaribu kuona kama watawiana vizuri, na tukicheza mechi 2-3 hivi nashukuru na nasema kwamba timu itakuwa iko safi sana. Otherwise nashukuru coach wa Osasa, nashukuru mashabiki wetu wote sababu wameonyesha nidhamu ya hali ya juu. So nawaambia pia tukiwa na hizi games za nyumbani wakuje kwa wingi. Asante sana. Game ya next tuko na Manyata pia, naona wametupangia nyumbani. So nafikiri mashabiki next weekend tarehe 14 nawaambia kwamba mkuje kwa wingi, mkuje kushabikia timu yenu ya Camel Park Rangers, na naahidi kwamba pia tutatoka na ushindi. Asante. Kwa majina naitwa Clinton kutoka Osasa Football Club. Tumekuja huku Kisii kucheza Division 2 and this is our first time. We finished number 1 in the regional league last time and we are happy to be in Division 2. This is our first match in Division 2 and we are happy with the game. Tumecheza leo. Most of our players were not around due to some inconveniences, but I hope next time we will adjust on the game. I thank the Camel Park team for the good game they have shown. They are a very disciplined team. Their technicality, the physicality, how they possess the ball, the aerial balls. They are a good team. Hope next time we'll see on what to do. And welcome you back in Homa Bay County so that we can play our second game. Na katika kipute cha EPL leo hii timu ya Manchester United itakuwa inagaragazana na timu ya Wolves kuanzia mida ya saa 5 usiku, na pale tunasema kwamba ubashiri mnaweza tuma kupitia nambari yetu ya SMS 21575, lakini kile ambacho naona pale ni kwamba tunamuonea kijana mdogo ambaye ni Aleki ambaye bila shaka pale najua watagaragazwa na sijui atakuwa anajificha wapi. Lakini katika viputa ambavyo vilichezwa tangia siku ya Jumamosi hadi hiyo jana ni kwamba Arsenal ilipoteza
bao 1-2 na Aston Villa. Everton na Nottingham Forest wakacheza, Everton ikashinda mabao 3-0. Newcastle na Burnley wakacheza, Newcastle ikashinda mabao 2-1. Na Manchester City na Sunderland wakacheza, Manchester City ikashinda na mabao 3-0. Tottenham na Brentford wakacheza pale, Tottenham ikapata ushindi wa mabao 2-0. Bournemouth na Chelsea wakatoka draw ya bao 0-0 pale, na bila shaka Liverpool na Leeds wakatoka draw ya mabao 3, na Brighton wakacheza na West Ham hiyo jana na wakatoka draw ya bao 1, na bila shaka Fulham na Crystal Palace nao walicheza wakatoka mabao 2-1, ikiwa kwamba Crystal Palace ilikuwa kipao mbele mabao 2. Na basi leo hii tunangoja kipute kati ya timu ya Wolves na Manchester United. Unajua Wolves wale ni tuseme kwamba ni wale umbwa wakali wa msituni, watakuwa na garagaza mashetani mekundu, na bila shaka mimi naombea Wolves ushindi ili vijana hawa watandikwe kweli kweli. Basi kufika hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Mpasho saa 7. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu amekuwa ni bwana Alex Mungare. Tupatane hiyo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.